Sasa kama nilivyosema awali, nipo na mzee wangu, mzee Ulasa, kiongozi wetu wa dini. Nipo sasa hivi nampa fursa ya kutuonesha mazingira ambayo anapofanyia kazi ili anavyotoa elimu kwa vijana wetu wa mradi wa Ahadi. Karibu mzee Ulasa. Asante. Ninashukuru sana. Ile eneo ni kubwa na tunalo eneo ambalo tumetenga. Ukiondoa mbali sehemu ya ibada, tuna eneo kama hili ambalo tumelitengeneza, tumeliandaa rasmi kwa ajili ya vijana. Sisi tumekwenda mbele zaidi na tunashirikiana na kijana wetu Omari kwa ajili ya vijana kuwakusanya, na tunakaa nao hapa na wanapata mafundisho yao, napata maelekezo yao. Kama nilivyosema kwamba tunafikia ngazi sasa ambayo wanadai kwamba wafanyiwe nini. Na hili ndilo eneo halisi tunalokaa, wanaenjoy hapa, hakuna shida. Na hapa wanaweza kukaa hata 200. Wana uwezo wa kukaa hata ngapi? 200. Hata 200. Na sisi tunaendelea kwa kuwa mtaa wetu tunaujua na kata yetu tunaijua, na hakika mradi wetu wa Ahadi chini ya Kiwohede, chini ya ufadhili ya World Vision, waendelee kutuhamasisha ili tuwe na mwamko na tuwe na morali wa kuinuka na hiki kitu, kwa sababu ni jambo jema na ni kitu chema sana ambacho wamekianzisha na kinachosaidia watu sana. Sasa ni kweli eneo ni kubwa, na kama tunaliona leo ina mandhari mazuri. Sasa mzee, kuna eneo jingine au ni hili tu? Lipo eneo ambalo tunakutana na watu wazima ambayo ni sehemu ya nyumba ya ibada kule. Nitakwenda kuwaonyesha. Na kwa kweli nitakwenda kuwaonyesha, huwa tunakutana mbele ya baraza ya kanisa, tunatoa viti, wanakaa pale. Mimi sina ubaguzi kusema kwamba hawa watu na wa mradi wa Ahadi, bali huwa tunatumia viti vya kanisa, tunakaa nao, tunaongea nao, alafu tukishamaliza wanaondoka. Sasa tulikuwa tunataka tuende tukalione eneo ambalo liko mbele la kanisa, ambalo la mzee Ulasa, kiongozi wetu wa dini. Kwa hiyo tunataka kushirikiana kwa pamoja tuweze tukalione eneo letu. Asante, twendeni. Begi lako. Nataka tufungue hata ndani. Sio mbaya, tufungue mpaka ndani. Okay, amna. Sasa tumefika katika eneo la pili. Ni kanisa hili ambao ni la mzee Ulasa, kiongozi wetu wa dini. Sasa tutamsikiliza kidogo atuelekeze kuhusu ile eneo. Asante. Ni vizuri sana kwa mradi wa Ahadi chini ya Kiwohede na kutambua maeneo na mazingira kwa ajili ya sehemu walichokiagiza kwamba kinafanyiwa kazi wapi. Hili ni kanisa ambalo linalisimamia na liongoza, na hapa ni kwa ajili ya washirika tunaposalia na tunapokaa na kutoa ujumbe. Lakini tunachokizungumza, tunapokuwa na watu wa nje ya kanisa, tunakaa nje barazani na tunatoa viti. Sisi hatuna ubaguzi kusema kwamba viti vinakaliwa na nani au nani. Watu wote tunawapa viti na tunawapa maelekezo na yale tuliopewa na Kiwohede chini ya mradi wa Ahadi. Na ujumbe huu umefika na umepokelewa na tumeuendesha kwa mifano, na hili ndilo eneo la kanisa. Twendeni kwa nje. Watu wanahitaji msaada. Naona wanapokuja kuzungumza, wengine hawana kazi, wengine wana shida juu ya familia zao. Sasa huwezi kuwapa tu maelekezo ya ukatili wa kijinsia. Lazima uwasaidie jinsi gani watatoka katika yale maisha magumu. Na hiki ndicho kitu cha msingi tunachorudia tena kusema leo lipo, lakini na watu wapo pia. Lakini watu wana maisha magumu. Watu hawana miradi, hata vile miradi vidogo. Kwa hiyo wakija na nguvu hiyo,
Mungu awabariki sana na Mungu atawainua, kwa sababu watu watatoka katika yale maisha magumu ya kila siku, watakuwa wanajitegemea sasa. Na hii itakuwa imetupa sisi viongozi wa dini nini maana ya kuongea na watu na kuwafundisha kujitegemea na wasimamiwe kiroho na kimwili. Asante.